Karibu tena mtu wa Mungu kwenye kipindi cha kujifunza habari zinazohusu ufalme wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Basi leo nimekuletea somo jingine ambalo ni somo linalohusiana na masuala ya ushoga na ulawiti. Nimekuja kuzungumza na mashoga na walawiti. Kwa maana Mungu alipotuumba amemweka mwanadamu kwenye uso wa dunia kufanya mapenzi yake. Pia kuna watu ambao wanaishi kinyume na mapenzi ya Mungu, na baadhi yao ni watu kama hawa mashoga na walawiti. Tunapozungumza habari ya ushoga ni tunazungumzia habari ya watu kujihusisha na mapenzi ya jinsia moja, lakini pia kwa habari ya ulawiti tunazungumza kwa habari ya watu kufanya mapenzi kinyume cha maumbile, kinyume na ile njia ambayo Mungu alitengeneza, alikusudia itumike kwa mwanadamu. Kwa hiyo kuna watu wamegeuza hicho kitu, wanafanya kinyume na vile Mungu aliweka. Sasa basi, ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 22, neno la Mungu linatuambia, anasema usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanaume yeyote anayelala na mwanaume mwenzake, Biblia inatuambia kwamba ni machukizo mbele za Mungu. Lakini kwa habari ya ulawiti, ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 19 mstari wa 1, Biblia inasema basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. Warumi sura ya 1 mstari wa 27 inasema wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hapa ya kwamba wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na nataka nikwambie mtu wa Mungu, hapa hii ilikuwa ni habari ya Sodoma. Habari ya Sodoma na Gomora, watu waliwakiana tamaa, ikafika hatua wanaume wakawa wanafanya uchafu, wakafanya machukizo ya kuoana wao kwa wao. Unaona? Sasa hapa Biblia anasema waliwakiana tamaa. Walipowakiana tamaa, walitenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao. Lakini anasema wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Kwa hiyo unapofanya uchafu, unapofanya upotevu, unapofanya uasi, lazima kuna malipo. Sasa kuna sababu Mungu ilimfanya akamuumba mwanadamu, akamweka kwenye uso wa dunia, ambapo sababu haikuwa ni mwanaume au afanyike kuwa shoga au awe mlawiti au afanye yale mambo ni ya ukahaba. Mungu hakumleta mwanadamu kwa sababu hiyo, ila ziko sababu ambazo Mungu ambazo zilimfanya amlete mwanadamu kwenye uso wa dunia, na hizi ndizo ambazo tunakwenda kujifunza. Na kama kuna shoga yetu unayenitazama, wewe ni mlawiti unanitazama, naomba ufuatane nami, usikilize hizi sababu ambazo Mungu zilimfanya akakuumba, akakuweka hapo ulipo. Sababu ya kwanza, tunasema Mungu alimuumba mwanadamu ili aliishi pendo lake au kupata kumbato la Mungu. Maana kwa kutuumba alitupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie ndugu, wewe ambaye ni shoga, wewe ambaye ni mlawiti, kitendo cha Mungu kukuumba akakuweka kwenye uso wa dunia, Mungu alikupenda. Na kama Mungu alikupenda, anataka uliishi pendo lake,
upate lile kumbato, kama vile mama anavyomkumbatia mwanae, anavyolea mtoto, mtoto anapata upendo kutoka kwa mama. Ndio ilikuwa ni kusudi la Mungu kukuweka hapa juu ya uso wa dunia. Sasa basi, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 22, kitabu cha Mathayo sura ya 22 mstari wa 37 mpaka 39. 37 mpaka 39 nasema hivi: akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyokuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatuagiza, anasema tumpende Bwana Mungu wetu kwa mioyo yetu yote na kwa roho zetu zote. Tunaposema umpende Mungu, maana yake unatakiwa kuliishi lile kusudi lake. Uliishi kusudi lake, uishi pendo lake, ulionje pendo lake. Na kwa maana hiyo, kwa wewe ambaye ni shoga, kwa wewe ambaye ni mlawiti, bado nayo nafasi ya kurejea. Unatakiwa utambue kwamba hauishi ule upendo wa Mungu uliomfanya yeye akuweke kwenye uso wa dunia. Lakini pia sababu ya pili, mnatakiwa kutambua mashoga wote na walawiti wote Mungu aliwaumba ili mkazae na kuongezeka duniani kwa njia iliyohalalishwa na Mungu yeye mwenyewe. Ukiwa wewe ni shoga, ukiwa wewe ni mlawiti, Mungu hakukuumba akakuweka hapa kwenye uso wa dunia ili uendelee kuwa mlawiti, ili ufanye ushoga. Hapana. Mungu amekuumba ili uwe na familia, uzao uongezeke, uzao wako upanuke. Kusudi la Mungu litimie kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapofanya ushoga, kusudi la Mungu haliwezi kutimia. Maana yake umemwambia Mungu, ulifanya makosa kuniumba mimi mwanaume. Na ili familia, ili uzao uongezeke, maana yake hapa tunazungumzia kwa habari ya mwanaume na mwanamke, lakini si kufanya ushoga, si kulala na wanaume wenzako, si kulala na wanaume wenzako, au wakati mwingine unalala na wanawake lakini kinyume cha maumbile. Hilo sio kusudi la Mungu. Na ukiangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 28 inasemaje? Anasema Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Sikiliza mpendwa, nikwambie, Mungu ametuagiza tuzae, tuongezeke. Halafu ametupatia pia na mamlaka ya kutawala. Tutawale samaki baharini, tutawale vitu vingi. Ndio maana Mungu amekupa uwezo kwamba wewe unazaa, unaongezeka, unasoma. Na kwa kusoma kwako unatakiwa kufanya kazi, ubidishe kuitafuta pesa ili uweze kutunza familia yako. Ndio maana Mungu hapa anasema ya kwamba tuzae, tuongezeke, lakini ametupatia samaki wa baharini, tutawale na kila kinachotambaa juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia sababu nyingine ya tatu, mtu unayefanya ushoga, unayefanya ulawiti, kumbuka kwamba Mungu alikuumba ili uweze kumwabudu na kumtumikia yeye peke yake. Lazima umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako, lakini pia si kumwamini tu, amesema ni lazima umtumikie. Isaya 43 mstari wa 7 inasema, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam mimi nimemfanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametuumba. Kwa lugha nyingine, yeye ndiye anayetumiliki. Yaani sisi hatuna mamlaka juu ya maisha yetu, juu ya uhai wetu. Mungu ndiye anayetumiliki. Na kama ndiye anayetumiliki, maana yake tunatakiwa kusubmit maisha yetu kwake kwa njia ya kumwabudu na kumtumikia. Sababu nyingine ya 4 ambayo ilimfanya Mungu akuumbe wewe ambaye ni shoga na ni mlawiti. Mungu amekuumba ili uweze kutunza uumbaji wake na kutawala kwa kusudi lake. Mungu ameachilia uumbaji kwenye uso wa dunia.
Mungu ameagiza utunze uumbaji wake na kutawala, kama vile alivyokuwa amemwagiza mwanadamu wa kwanza Adamu ndani ya bustani la Edeni, ndani ya bustani ya Edeni, ya kwamba aitunze na kuilinda bustani. Sasa Mungu anataka tutunze uumbaji wake. Uumbaji upi? Uumbaji ambao ni mwili wako. Kila kiungo ambacho Mungu amekiweka kwenye mwili wako, kila kiungo kina nafasi ya matumizi. Kuna matumizi Mungu aliyakusudia kiyafanye. Mikono ina kazi yake, macho kuona, masikio kusikia, pua kunusa, mdomo kuzungumza na kadhalika. Kwa hiyo hata hizo sehemu zako za siri zina nafasi yake kwenye maisha ya mwanadamu. Mungu anataka utunze ili kwamba zile sehemu zifanye kazi ile ambayo Mungu aliagiza peke yake, si kwenda kufanyisha kazi ambayo Mungu hakuagiza. Kwa hiyo hilo linamchukiza Mungu. Ndio maana ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo, hiyo sura ya kwanza mstari wa 26, Biblia inatuambia nini? Sura ya 26, Biblia inasema, maana Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametupatia kutunza mazingira, kutunza uumbaji Mungu aliyoweka juu ya nchi. Ndio maana haturuhusiwi, kwa mujibu wa maelekezo ya Mungu, hauruhusiwi mwanadamu kumuua mwanadamu mwenzako. Unatakiwa kutunza, yani uwe sehemu ya kusababisha uumbaji wa Mungu uweze kuenda vizuri, uweze kuishi vizuri, uweze kustawi vizuri. Kwa hiyo hata viungo vyenu mnapovitumia kwa matumizi ambayo Mungu hakuyakusudia, maana yake ni kwamba hamtunzi uumbaji wa Mungu, mnaharibu mazingira ya uumbaji wa Mungu. Kwa hiyo hilo ni chukizo kwake yeye pia. Lakini pia sababu ya 5, kumbuka kwamba Mungu amemuumba mwanadamu ili tupate wokovu wake, kwa maana ya kusudi, kwa maana ya kuishi kusudi lake. Lakini pia na kisha tuje kurudi kwake kurithi uzima wa milele. Mungu amekuumba wewe shoga, wewe unayefanya ushoga, unayefanya ulawiti. Mungu alikuumba ili uweze kupata wokovu, uliishi kusudi lake. Lakini pia baada ya kuwa umeishi kusudi lake, uje urudi kwake ukaurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Unaona sasa Mungu alivyoupenda ulimwengu, namna Mungu alivyotupenda. Mungu wakati anakuumba alikupenda, ikafikia hatua akamtuma Yesu Kristo ulimwenguni aje afe msalabani, ili kwamba sisi tuweze kuokolewa na kisha tuweze kuurithi uzima wa milele. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya sababu ambazo wewe ambaye unafanya ushoga, unafanya ulawiti, unatakiwa ujue kwamba unafanya machukizo mbele za Mungu, na unatakiwa ujue kwamba hizo ndizo sababu ambazo zimemfanya Mungu akuumbe, akuweke kwenye uso wa dunia. Lakini pia unatakiwa utambue kwenye maisha yako ushoga unaofanya na ulawiti unaofanya ziko hasara. Ziko hasara kwako wewe, lakini pia na watu wengine. Hasara ya kwanza, kwa dhambi ya ushoga na ulawiti unakuwa umetengwa mbali na Mungu. Yaani wewe kwa kufanya dhambi ya ushoga, kwa kufanya dhambi ya ulawiti, unakuwa umejitenga mbali na Mungu. Mungu hawezi kusema na wewe. Zile baraka ambazo wanazipata wale wamchao, wewe huwezi kuzipata. Huna ulinzi wewe wa kimungu. Ndio maana hata shetani akiamua akuue, anaweza akakuua kwa sababu huna ulinzi wa Mungu. Kwa sababu uko mbali na Mungu. Huna ulinzi wa Mungu. Mungu yuko mbali na wewe. Ila tu kilichobakia kwako ni ule ulinzi tu wa kawaida wa kulinda kwamba ni mwanadamu wa kawaida. Lakini shetani atakaposimama anataka kukupiga, anataka kukuua, Mungu hawezi kusimama na akakutetea akakulinda, kwa sababu wewe mwenyewe umemwasi, unafanya matendo yanayompendeza shetani. Angalia kitabu cha Mwanzo 3 na mstari wa 23 mpaka 24. Biblia inasema, kwa hiyo
Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni yule mtu wa kwanza ambaye ilikuwa ni Adam. Adam alipomkosea Mungu, Mungu akamfukuza kwenye bustani. Kwa nini alimfukuza? Kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Ili uweze kuwa karibu na Mungu, ya kupasa kuwa mtakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu, ili muweze kuzungumza. Ndio maana mwanadamu wa kwanza kabla hajatenda dhambi, Mungu alikuwa anashuka bustanini kuzungumza naye. Anasema, Biblia anasema katika muda wa saa ya jua kupunga, Mungu alikuwa anashuka bustanini, anamuita Adamu, uko wapi? Wanazungumza mawili matatu. Kwa hiyo baada ya mwanadamu kuwa ametenda dhambi, Mungu akamfukuza, akaona sasa wewe huwezi kunifaa. Hatuwezi kwenda pamoja kwa sababu njia yangu na yako ni njia mbili tofauti. Isaya sura ya 59 mstari wa 2. Biblia inasema, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, dhambi ndizo zinazomtenga mtu mbali na Mungu. Ni dhambi peke yake. Manake kama wewe ni mtenda dhambi, huwezi kuwa karibu na Mungu. Lakini kama wewe sio mtenda dhambi, ni mtakatifu, lazima Mungu atakuwa karibu na wewe. Lazima Mungu atakunongoneza vitu vingi, atakurekebisha. Mwanangu, usipite hapa, mwanangu usifanye hili, mwanangu angalia pale mbele kuna hiki, mwanangu chukua tahadhari hii. Atakueleza vitu vingi sana, kwa sababu huna dhambi, kwa sababu wewe ni mtakatifu. Kwa hiyo hapa nabii Isaya anasema dhambi zenu zimefanya uso wa Mungu ugeuke, hataki hata kusikia. Kwa hiyo inawezekana wewe ni shoga, wewe unafanya ulawiti, lakini una mahitaji mengi ambayo unatamani Mungu akutendee. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu hawezi kukutendea hayo unayohitaji, kwa sababu wewe mwenyewe upo katika njia ambayo haipasi, njia ambayo haimpendezi Mungu na haikupasi kuiendea, ambapo kwa lugha nyingine baba yako ambaye au Mungu unayemwabudu unayemsujudu ni shetani, sio Mungu. Kwa hiyo nakwambia shoga, wewe ambaye ni shoga, wewe ambaye ni mlawiti, sikiliza sauti ya Mungu, geuke, kwa sababu ushoga na ulawiti vinakufanya ukae mbali na Mungu, vinakutenga mbali na Mungu. Lakini pia hasara nyingine, mashoga na walawiti wote ni wavurugaji na waharibifu wa mpango wa Mungu kuhusu ndoa na familia. Kama wewe ni shoga, kama wewe ni mlawiti, tambua kwamba wewe ni mvurugaji. Mungu kuna utaratibu alishauweka ili familia ziweze kuongezeka, watu waongezeke duniani. Kuna utaratibu Mungu aliuweka na kila mtu anaujua. Lakini wewe ukasema hapana, mimi nataka niwe shoga, mimi nataka niwe mlawiti. Nataka nikwambie, unavuruga sheria ya Mungu, unavuruga utaratibu wa Mungu, unavuruga kusudi la Mungu la kuongeza watu. Maana Mungu akasema zaeni mkaongezeke. Hilo kusudi la Mungu unaliharibu, umeshalivuruga. Na kama umelivuruga, maana yake umeiacha sheria ya Mungu. Kwa hiyo ili wewe uweze kurudi kwa Mungu, ili wewe uweze kuwa mtu ambaye utakuwa karibu na Mungu, mtu ambaye Mungu, yani hujatengwa mbali na Mungu, ni lazima ukumbuke kurudi. Lazima utubu. Lazima uachane na hayo mambo. Angalia kitabu cha Mwanzo, sura ya 2 mstari wa 24. Mstari wa 24 anasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe baba unayefanya ushoga, kijana wewe unayefanya ushoga, Biblia inasema kwamba wewe ulitakiwa kuacha baba yako na mama yako, uambatane na mke wako. Kule ndiko ambako mngeenda kuongeza familia, mkafanya watu wakaongezeka, mkawa na watoto wengi, na watoto wenu wakaja wakazaa watoto wengine. Kusudi la Mungu juu ya ongezeko la mwanadamu juu ya uso wa nchi
likatimia, lakini wewe umefanya ndivyo sivyo. Hasara nyingine ambayo natakiwa ujue, mnaharibu hekalu la Kristo ambalo ndio huo mwili wenu. Mwili wenu mnauharibu kivipi? Mnatumikisha miili yenu, viungo vyenu kwa namna ambavyo si sahihi. Mfano hao mashoga, walawiti, mnapofanya hayo mambo mnafanya kwa njia ya nyuma kule kwenye haja kubwa, sehemu ambayo Mungu ameiachilia ni kwa ajili ya kutoa uchafu mwilini, kwa ajili ya kutoa taka mwili. Nyinyi mnapofanya uchafu huo, shetani huo, kwa kutumia njia ile, mnasababisha ile njia kupanuka, inaachia. Na ndio maana wengi wenu nakuta mpaka mwende hospitalini, sio mkafanye nini, madaktari wao ndio wanajua zaidi kwamba huwa kuna namna huwa wanawasaidia ili mrudi tena kukaa sawa. Lakini kwa njia hiyo mnaliharibu hekalu la Kristo, kwa sababu hilo halikuwa kusudi. Yani hiyo sehemu haikuwa kwa ajili ya kusudi hilo. Hizo njia za haja kubwa zinadhalilisha mtu, kwa sababu unapokwenda hospitali kwanza ni aibu hata mtu akisikia. Na ndio maana mashoga mpaka leo mlipo na mnaofanya ulawiti hamna uwezo na ujasiri wa kutoka mbele kwa sema mimi ni shoga nafanya 1 2 3, kwa sababu ni aibu, ni chukizo, hakuna mtu atakayeweza kukuelewa. Kwa hiyo tendo hilo linadhalilisha, matendo hayo yanadhalilisha maumbile. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini madhara mengine au hasara nyingine, mashoga na walawiti mnaiathiri jamii na mnaathiri maadili ndani ya jamii. Jamii zinaathirika vipi na maadili yanaporomoka vipi? Mnavoathiri, mnaleta ushawishi, mnaleta mvuto kwa vijana wengine. Na ndiyo maana mpaka sasa idadi ya watu ambao ni mashoga inaendelea kuwa kubwa, kwa sababu kuna namna mnavoitana, kuna namna ambavyo mnahubiriana ninyi kwa ninyi. Unakuta kijana mwingine hakuwa hata na mpango, hajui hayo mambo, mnamuingiza, mnamshawishi. Kwa hiyo mnaathiri jamii, mnazidi kuharibu vijana wengine, mnaharibu wanaume wengine. Lakini pia maadili yanaporomoka. Maadili, kijana kisha kuwa shoga hawezi kuwa na maadili tena, hawezi kuwa mtu mwenye heshima, hawezi kuvaa kama baba, yani avae kama baba au mwanaume vile anavyotakiwa kuwa, avae kama baba wa familia, haitawezekana. Kuna sehemu tu lazima atakosea, kwa sababu kashaingia kwenye ulimwengu mwingine. Maana hayo mambo, hizo ni roho kabisa za kuzimu, na ni roho harisi za kuzimu. Isaya sura ya 3 mstari wa 9 na wa 11, ni mstari miwili. Anasema hivi, mstari wa 9, kuonekana kwa nyuso zao kwa shuhudia juu yao, wafunua dhambi yao kama Sodoma, hawaifichi. Halafu anasema ole wa nafsi zao, kwa maana wamejilipa nafsi zao uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ulikuwa ni mstari wa 9 na wa 11, ambapo mstari wa 11 anasema ole wake mtu mbaya, shari itakuwa kwake, kwa maana atapewa ijara ya mikono yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie mpendo, hakuna kitu unachokifanya ambacho hakina malipo. Kazi ya ushoga na ulawiti unaofanya, lazima kuna mambo utavuna, kuna ujira wake utavuna. Ndicho alichokizungumza hapa katika kitabu cha Isaya. Lakini pia nataka nikwambie, Mungu anaonya juu ya mashoga wote, juu ya walawiti wote na watu wote mnaofanya mambo ya kikahaba. Mungu anaonya, anasema ole wako nchi, ole wako wewe uliye shoga, ole wako wewe unayelawiti. Unalawiti vijana wadogo, unalawiti watu wazima wakati mwingine. Mungu anasema ole wako nchi. Dhambi hiyo ya ushoga na ulawiti inaleta maumivu ya majuto na aibu ndani ya mtu. Namna gani inaleta maumivu? Kwanza, mtu akishaingia kwenye habari ya ushoga na ulawiti hawezi kutoka. Yani kwa akili tu ya kawaida, kwa sababu ile ni roho. Wewe huwezi kupambana, huna uwezo kupambana kwa jinsi ya mwili, akili ya kawaida kwamba uweze kutoka. Kwa hiyo unakuta mwingine, na hivi ninavyozungumza inawezekana ni wewe unanitazama, kuna mwingine unakuta anatamani aache kile kitu lakini hawezi. Kwa unakuta anaumia ndani kwa ndani, hana namna, na pengine unakuta anajuta kwamba hivi ilikuwaje? Kwa nini niliingia kwenye hii hali? Halafu ni aibu kwa namna gani kwamba naficha.
Nifiche watu wasije wakajua? Watu wakijua itakuwaje? Jamii yangu ikijua itakuwaje? Wazazi wangu wakijua itakuwaje? Waajiri wangu wakijua, jamii nayo nizunguka ikijua itakuwaje? Kwa hiyo unakuta mtu anabaki na maumivu ya ndani kwa ndani, lakini hana namna ya kuchomoka pale, hana namna ya kutoka pale. Lakini pia kitu kingine, unakuta mtu mwingine anapata vitisho kwa wale waliomuingiza kwenye hiyo mitandao. Mfano, kuna watu unakuta wana mitandao kabisa, wana watu wao special kwa ajili ya kufanya hayo mambo. Unakuta mtu huyo hata kama angekuwa amepata wazo labda kwamba hebu nitoke sasa, imetosha, niachane na hayo mambo, lakini walishawekiwa vitisho, anaogopa, hawezi kutoka. Alishaambiwa kwamba wewe ni wa kwetu, tunakumiliki hata uende wapi, au ukitoka basi ndio mwisho wa uhai wako. Kwa hiyo unakuta mtu anabaki anaumilia ndani kwa ndani. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, unanisikiliza, bado wewe ni mtu wa Mungu na Mungu bado anakupenda, na ndio maana Mungu ameleta maneno haya juu yako uweze kuyasikia. Kama wewe bado unaona unaumia ndani, unatamani kutoka kwenye hiyo hali lakini huna namna ya kutoka, unaona huwezi kutoka lakini unatamani tu utoke, labda umewekewa vitisho kwamba labda haiwezekani kutoka, nataka nikwambie ni waongo wanakudanganya. Ni waongo wanakudanganya. Unao uwezo wa kutoka kwenye hiyo hali. Unao uwezo wa kuacha ushoga. Unao uwezo wa kutoka kwenye ulawiti. Biblia inasema kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu. Kwa sababu hiyo ni roho. Na kwa kuwa ni roho, huwezi kutoka mwenyewe. Ni lazima kuna watumishi wa Mungu watakusaidia namna ya kutoka, watakushauri kwamba pita hapa, pita hapa, pita hapa. Na kwa sababu wale wanatumikishwa na roho. Na roho hiyo inasikia, inajua nguvu za Yesu. Inajua nguvu na uweza alionao Mungu. Ya kwamba Mungu anaweza kuokoa, Mungu anaweza kuponya, Mungu anaweza kutenda, Mungu anaweza kubadilisha maisha ya mtu. Mungu atakwenda kubadilisha maisha yako na hakuna chochote kibaya kitakachokwenda kukutokea kwa sababu umedhamiria wewe mwenyewe kutoka moyoni ya kwamba unaweza kuacha hizo kazi. Katika kitabu cha Isaya ile sura ya 48 mstari wa 22, hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna amani kwa mtu mbaya. Yaani wewe ambaye ni mtenda mabaya, ni mtenda maovu, Biblia imeshasema ya kwamba huwezi kupata amani. Na ndio maana unaishi kwa hofu. Ndio maana unaishi kwa maumivu na umilia ndani, lakini huwezi kusema. Huwezi kutokeza ukasema jamani nisaidieni, kwa sababu una hofu. Shetani ameshautawala moyo wako. Kwa hiyo hayo ni madhara mengine. Lakini pia mashoga na walawiti wote hamwezi kurithi uzima wa milele. Hamwezi kuiona mbingu mpaka pale mtakapoamua kutubu tu. Yaani kutubu na kumrudia Yesu. Akawaosha dhambi zenu zote. Akawasamehe. Akafuta majina yenu kwenye kitabu cha hukumu. Akaandika majina yenu kwenye kitabu cha uzima. Ndio mnaweza kurithi uzima wa milele. Na ukiangalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10, Biblia inasema, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti. Mstari wa 10, wala wevi, wala wamtamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa amezungumza kwa habari ya wadhalimu, wazinzi, washerati, maana yote yao ni matendo ya kikahaba. Wafiraji, warawiti, wote amewatamka. Amesema hawawezi kurithi uzima wa milele. Mpaka tu watengeneze maisha yao. Waamue kukabidhi maisha yao kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukiangalia kitabu cha Ufunuo sura ya 21 na mstari wa 8. Biblia inatuambia nini? Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Na hii ndiyo mauti ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba wafiraji, wazinzi, washerati, waabudu sanamu, na wengine aliyowataja, amesema hawawezi kurithi uzima wa milele. Anasema sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Na hiyo ndiyo mauti ya pili. Kwa lazima mpendwa ujue
ya kwamba kama wewe unafanya ufilaji, kama wewe unafanya ulawiti, kama wewe unafanya ushoga, lazima ujue, ni muhimu ujue ya kwamba maisha yako ya baadaye yanaelekea wapi? Ni jehanamu. Lakini bado unayo nafasi. Ndio maana Mungu amekuacha kuwa hai mpaka hivi leo. Mungu amesema anachukia kifo cha mwenye dhambi. Amekupa nafasi ya kutengeneza. Anaangalia kama unaweza bado unaweza ukageuka. Amekupatia nafasi ya kugeuka. Kwa hiyo Mungu anasema ugeuke. Angalia tena kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 8 mpaka mstari wa 10, anasema hivi: lakini twajua ya kuwa sheria ni njema kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali. Unaona sasa? Anasema sheria ni njema kama mtu akiitumia kwa halali. Mstari wa 9 anasema akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimuhusu mtu wa haki, bali waasi na wasio wataratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasio mcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji na wazinifu na wafiraji na waibao watu na waongo nao wapao kwa uongo, na likiwapo neno lolote lingine lisilopatana na mafundisho yenye uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria ya Mungu ambayo ndiyo hukumu, hatuwezi kuikwepa. Hiyo imewekwa kwa sababu ya watu wabaya, watu ambao ni wafiraji, watu ambao ni walawiti, watu ambao ni mashoga, watu ambao wanafanya matendo ya kikahaba, matendo ya machukizo kwa Mungu. Mungu aliweka sheria kwa sababu yao, kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba watatokea watu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikutie moyo ndugu yangu, wewe baba ambaye ni shoga, na kuna wengine wadada, wanawake wanaingia mpaka kwenye mambo ya usagaji. Bado na nyie mna nafasi ya kutengeneza. Mnayo nafasi ya kutengeneza. Lakini ni namna gani mnaweza mkatoka kwenye hizo nafasi za ushoga na ulawiti? Hizo ni addictions. Namna gani ambavyo mnaweza mkatoka? Jambo la kwanza ambalo unatakiwa utambue. Tambua kuwa Mungu wetu ni upendo. Jambo la kwanza, Mungu wetu ni upendo. Alitupenda sisi wanadamu. Ni upendo kwa kuwa alitupenda. Na anasema kama mkitii, mkatubia uovu wenu, amesema nitasikia, nitasamehe maovu yenu na kuiponya nchi yenu. Kwa anasema Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Na kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu wa upendo, ni Mungu anayeweza kusamehe dhambi, ni Mungu mwenye uwezo wa kusamehe, ni Mungu anayependa kila mtu ageuke, ni Mungu mwenye nguvu za kumfutia mtu maovu yake, akamuondoa kwenye ile hatia, akamuondoa kwenye ile nafasi ya mtu kwenda jehanamu, akamuondoa. Mungu ana hiyo nguvu, ana huo uwezo. Lakini pia Mungu ana uwezo kubadilisha moyo wa mtu, ule moyo wa mtu ambaye ulikuwa kila wakati na wakati ambao kwamba asipofanya hayo matendo hawezi kukaa, hawezi kupata amani. Mungu anaweza kubadilisha huo moyo, akafuta hiyo kiu, akainyamazisha kimya, usisikie tena moyo wa kutamani hayo mambo. Ndio maana Yesu wakati anakutana na yule mwanamke kisimani, akamwambia kwamba kama ukinywa maji yangu hutaona kiu tena. Na hata nyinyi mashoga, walawiti, wafilaji, hata nyinyi mnaosagana, kama mkinywa maji yaliyo haya ambayo ndiye Yesu Kristo, hamwezi kupata kiu tena, hamwezi kutamani hayo mambo. Lakini pia Mungu anaweza kubadilisha historia ya mtu. Kama hata kwenye jamii yako ulijulikana kwamba wewe ni mtu fulani, Mungu anaweza kubadilisha historia yako, akabadilisha maisha yako, akabadilisha muonekano wako, akabadilisha usemi wako, ukarudi kuwa mtu mzuri, mtu mstaarabu, mtu mwenye utaratibu, na ukarudi ukajenga familia yako vizuri, ukatengeneza familia yako vizuri, kawa na watoto wa kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia namna nyingine ya pili ni namna ya kukubali kwamba umetenda dhambi mbele za Mungu ili akusamehe. Ni lazima uende mbele za Mungu kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa kujutia, ukiomba rehema mbele za Mungu ya kwamba Mungu, ni kweli nimekukosea, nimekwenda nje na utaratibu wako. Mungu anapoona ule moyo wenye unyenyekevu, moyo wa kujuta ndani yako, moyo wa kuomba rehema, wa kusema Mungu, nimekubali, nimekutenda dhambi, lazima Mungu akusamehe. Ukiangalia kitabu cha Zaburi sura ya 32 na mstari wa 5, Biblia inasema, nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuuficha upotovu wangu. Nalisema,
nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi. Anasali kujulisha dhambi yangu, upotovu wangu, ili uweze kunisamehe maovu yangu. Anasema siwezi kuficha upotovu wangu. Kwa hiyo hata wewe ambaye ni shoga, ninakushauri, ninakusihi, usifiche uovu wako, usifiche huo upotovu, usifiche hiyo dhambi ukasema unamficha Mungu, lakini kiuhalali haumfichi Mungu. Mungu anajua kila kitu. Anakuona, anajua mpaka mpango ulioupanga kwenda kufanya kesho au leo. Anajua kila kitu. Kwa hiyo Mungu hatuwezi kumficha, ila Mungu anachotaka, anataka ukiri wako, kushuka kwako mbele zake, kunyenyekea kwako mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine la tatu, anasema tubu toba ya kweli, na umaanishe kuacha kabisa. Unapotubu, unapoamua kwamba Yesu nimetubu, Mungu wangu nimekukosea, ni lazima ukubali ile toba ya kweli inayoambatana na kuacha kabisa hayo matendo. Uache habari za ushoga, uache habari za ulawiti, uache habari za ufilaji, uache kuvuta vijana wengine kuwaingiza kwenye hayo magenge. Na nataka nikwambie kitu kimoja mpendo. Hapa naomba unisikilize kitu kimoja. Kama Mungu atakupa neema ya kubadilika, maana kuna watu, tunao watu wamebadilika, wengine mpaka sasa ni watumishi. Kama Mungu atakupa neema ya kubadilika ukatoka huko uliko, na unajua kuna watu uliwaingiza kwenye huo mtandao, ndugu yangu, zile nafsi ni lazima uonyeshe jihada mbele za Mungu kutafuta wale watu, uwaeleze habari ya Kristo, ya kwamba na wewe ulishabadilika, ya kwamba kule ni kubaya na Mungu anaweza kubadilisha maisha yao, na wao wawe tayari kubadilika. Halafu wao ndio watakaoamua kwamba wanabadilika au hawatabadilika. Lakini wewe umesimama kwenye nafasi yako kwamba kuna watu niliwaingiza, lakini na wao niwaambie habari ya Kristo, ya kwamba huko siko waliko, wanapaswa kutoka. Lakini pia kuna wale ambao mnamiliki magenge hayo, kuna watu mnawamiliki, mnasema hizo ni biashara, mnawaingiza watu kwenye ajira, watu wanaishi, mnawapa fedha nyingi. Nataka nikwambie Bwana amesema ole kubwa iko juu yenu. Ole kubwa, Bwana wa majeshi amesema ole kubwa iko juu yenu. Ole kubwa iko juu yenu, kwa sababu mnaongoza nafsi za watu kuelekea kuzimu. Mnapotosha, mnapoteza watu wengi sana kupeleka kuzimu. Mnapeleka watu maovuni, mnaua na kuharibu nafsi nyingi. Isaya sura ya 55 na mstari wa 7, Biblia inasema mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Kwa hiyo utakapokuja mbele za Mungu ukatubu kwa kumaanisha, ukaacha, Biblia inasema Mungu atakurehemu, Mungu atasamehe, atafuta historia yako yote, utarudi kuwa kiumbe kipya. Lakini pia hatua nyingine ambavyo ni namna gani unaweza kutoka katika hiyo hali ya utumwa, ya kutumikishwa na hizo roho za ulawiti, roho za kishoga. Anasema mkabidhi Yesu Kristo maisha yako kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishaokoka, ukisha tubu, ukamkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kabidhi maisha yako kwa Bwana Yesu kikamilifu, mazima, kwamba hapa ndio nimeingia kabisa. Sio leo uko kwa shetani unarudi tena kwanza kutamani. Marafiki ni wale wale, maana ukiendelea kukaa nao hawana cha kukushauri cha maana, wanaendelea kukushauri ni yale yale ili uweze kurudi kule waliko. Kwa hiyo ni lazima ubadilishe maisha yako, ukabidhi maisha yako. Je, wanakutishia? Ni uhai wako unatishwa, unaishi huna raha, huna amani, huna chakula, huna chochote. Kabidhi maisha yako kwa Bwana Yesu kikamilifu, ili yeye aweze kujidhihirisha kwenye maisha yako. Lakini pia utakapompokea Yesu, utapokea nguvu mpya, utapokea nguvu mpya ya Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu itakuwa juu yako, ambayo ndio itakayokusababisha kushinda. Utashinda majaribu, utashinda zile tamaa zote, utashinda kila kitu ambacho unaona kinakupa shida. Na ukiangalia katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema maana twaenda kwa imani, si
si kwa kuona. Kuna mtu mwingine anataka akishatoka kwenye hiyo hali basi aone kuna baadhi ya vitu ambavyo vitabadilika kwenye maisha, yani hapo hapo. Mfano labda alikuwa anahitaji kazi, hana chakula, yani hapo hapo muujiza, Yesu shusha, Mungu ashushe. Mungu ni wa utaratibu. Mungu hawezi kukushushia hivyo vitu wakati wewe mwenyewe ndio kwanza umetoka huko. Ni lazima ukae darasani akufundishe namna ya kukaa na Bwana Yesu. Kwa hiyo ni lazima uamini ya kwamba Mungu atakutendea. Kama ni kazi atakupa, kama ni chakula, kama ni mavazi, kama ni kutatua shida zako, kama ni magonjwa, ulikuwa na magonjwa mwilini, Mungu atakufungua. Lakini ni lazima uingoje ahadi ya Mungu kwa imani, kwa sababu sisi tunaishi kwa imani, watu tuliokoka. Lakini pia hatua nyingine, unapaswa wewe ambaye ulikuwa ni shoga, ulikuwa ni mlawiti, unapaswa kubadili mtazamo wako. Ubadili mtazamo wako, ujue kuwa umekuwa kiumbe kipya na kwamba unapaswa kuenenda kama watu wa nuru. Sio sasa hapo bado unaendelea kuvutana na wale watu ambao walikuingiza kwenye hayo mambo, mliokuwa mnafanya nao hizo kazi, bado ndio marafiki zako, bado ndio washauri wako wakuu, kwamba ninapitia changamoto hii, unakwenda kuwashaurisha. Lazima ubadilishe mwenendo wako, lazima ubadilishe mtazamo wako, kwamba kwanza wale watu hawana cha kukusaidia mpaka hapo. Kwa sababu wewe utakapo kitendo cha kutoka, kwanza kuzimu ni kilio. Shetani anaomboleza kwamba ni kwa nini umetoka? Kwa nini amekupoteza? Kwa hiyo utakaporudi kwenda kuwa marafiki wale wale wanakushauri, wenzako wanaenda usiku kujiuza na wewe uko nao msali wa mbele, unafuata nao unasema mimi nawasindikiza tu, mimi sijiuzi. Nataka nikwambie, lazima ubadilishe mtazamo wako, kwa sababu kwa kufanya hivyo wewe bado hujabadilisha mtazamo wako, na kukombolewa kwako itakuwa ni ngumu, kwa sababu bado utakuwa unafuatana na hao watu. Kitabu cha Warumi sura ya 12 na mstari wa 2, Biblia inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu, yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hapa mtumishi wa Mungu Paulo anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Ukishaokoka, umetoka kwenye ushoga, umetoka kwenye ulawiti, usikubali kuendelea kuifuatisha namna vile ulivyokuwa unaenenda wakati uko duniani, wakati shetani bado anakutumikisha. Ni lazima ukubali kugeuzwa nia yako. Ukimfuata Yesu Kristo, unapaswa kuyatenda mapenzi yaliyo ya Mungu, uweze kuenenda katika njia ya ukamilifu. Na hatua nyingine, unatakiwa kuomba ujazwe Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Nataka nikwambie mpendwa, tumesema ya kwamba hizo roho za ushoga, za ulawiti, hizo ni roho kamili. Sasa kama ni roho kamili wa kuweza kuzivunja akaziondoa ndani ya mtu ni Roho Mtakatifu, ambapo ili uweze kushinda tamaa za mwili ni lazima uwe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ataweza kukushindia hizo tamaa, lakini pia ataweka ufahamu mpya kwenye akili yako. Atakupa ufahamu mpya pale ambapo ufahamu ulikuwa hauwezi kufikiri. Utashangaa unaweza kufikiri mambo mengi. Roho Mtakatifu ataanza kukufunulia vitu, anakufundisha vitu kwamba sasa hivi utaenenda hivi, achana na hivi. Atakupa akili mpya, lakini pia atakupa kujiepusha na vishawishi, lakini pia atakusaidia kuishi maisha ya kumpendeza yeye Mungu, maisha matakatifu ya kumpendeza. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ile sura ya 1 na mstari wa 8, Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yeye ndiye anayetusaidia kushinda mambo yote, maana yeye ndiye nguvu yetu, ndiye anayetuwezesha. Lakini pia namna nyingine unavyoweza kuachana na hayo matendo ni kwa kukaa karibu na watumishi wa Mungu, ili iwe rahisi kwako kupata msaada wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekwisha kuokoka, umepata kanisa zuri la kuabudu, umepata mchungaji ambaye ndiye baba wako wa kiroho. Kwa hiyo unapaswa kuwa karibu na watumishi wa Mungu ili waweze kukusaidia na kukuelekeza kwamba pita hapa, hili acha, fanya hivi, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Na ukiangalia katika kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 12, Biblia inasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Mstari wa 10, kwa maana
wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake, aangukapo wala hana mwingine wa kumuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunasema kwamba unapaswa kuwa karibu na watumishi wa Mungu, ili hata kama utataka kutoka nje ya mstari, wao ndio watakaoweza kukusawazisha na kukuelekeza kwamba pita hapa, ikiacha endelea hivi. Lakini namna nyingine ya kuweza kutoka katika hiyo hali ni kufukuza tamaa kwa sala na kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Nataka nikwambie, ukishatoka kwenye hiyo hali, ili uweze kushinda, ni lazima ujifunze kuwa muombaji. Anza kujifunza kuomba Mungu, lakini anza kujifunza kusoma neno la Mungu hata kama hauelewi. Na hapo ndipo Mungu atakapoweza kukusaidia, kwa sababu utakuwa uko karibu na watumishi wa Mungu. Wao wataweza kukuelekeza ni namna gani utakaa vizuri. Zaburi sura ya 119 mstari wa 1 inasema, heri walio kamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Mathayo sura ya 26 mstari wa 41 Biblia inasema, anasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Haya yalikuwa ni maneno ya Bwana Yesu alipokuwa akizungumza na wanafunzi wake walipokuwa wakiomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba sasa hata wewe ambaye unajua unatoka kwenye hizi hali, ni lazima ujifunze. Ukeshe ukiomba wakati wote, mwambie Bwana, mwambie Mungu vile unavyojisikia. Mwambie Mungu, mimi Mungu niondolee hii tamaa. Mungu vunja haya mapingu, vunja hii minyororo, vunja hivi vifungo. Mungu atakusikia, atakutendea. Lakini namna nyingine ni namna ya kujifunza kujisamehe wewe mwenyewe. Kuna mtu mwingine amekwisha kutubu na amefunguliwa, lakini hana uwezo wa kujisamehe. Akikumbuka kule alikotoka, akikumbuka mambo aliyokuwa akiyatenda kwa sababu yalikuwa ni mabaya, ilikuwa ni maovu makubwa, unakuta bado nafsini mwake panapata majuto, maumivu makali, bado hajajisamehe. Lakini neno la Mungu linatuasa juu ya habari ya msamaha. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 1, Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Ukisha tubu hakuna hukumu. Hayo mengine anakuwa ni ibilisi tu anakuletea, bado anaendelea kukutesa, anakuletea kumbukumbu za yale matendo ulikuwa ukitenda. Kwa hiyo unatakiwa ujue kwamba ukisha okoka umekuwa ni kiumbe kipya, na mtumishi wa Mungu Paulo anasema tazama ya kale yamekwisha kupita na sasa yamekuwa ni mapya. Unakuwa umeshakuwa ni kiumbe kipya. Kwa hiyo sasa nikutie moyo kabisa mtumishi wa Mungu ya kwamba Mungu anakupenda. Ndio maana ameituma hii sauti kwako. Ndio maana Yesu ametuma haya maneno kwako. Uache kufanya hizo tabia, acha huo ushoga, acha huo ulawiti. Rudi kwa Bwana Yesu, mrudie Mungu. Mungu naye atakusamehe, atakukumbatia tena, atakuwa karibu na wewe. Atarudi tena kuwa na wewe pamoja, utamtumikia, utaishi vizuri. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.